Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, yani MUST au Mbeya University of Science and Technology, ambaye ni wa mwaka wa kwanza, anaitwa Emilian Joseph Duzu mwenye umri wa miaka 21. Huyu anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzie wa chuo hicho wa mwaka wa 3 ambaye anaitwa Gerald Philbert Saidi mwenye umri wa miaka 22. Ni kwamba Juni 14, 2025 majira ya saa 11 alfajiri huko katika klabu iitwayo Mbeya Pazuri iliyopo jijini Mbeya, mtuhumiwa Emilian Joseph Duzu alimjeruhi Gerald Philbert Saidi miaka 22 ambaye kwa sasa ni marehemu kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali, na alimchoma sehemu za tumboni, hali ambayo ilimpelekea huyu mhanga au ambaye ni marehemu kwa sasa kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa matibabu. Lakini ilipofika majira ya saa 7 za mchana, Gerald Philbert Saidi aliweza kufariki dunia. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni ugomvi uliotokana na ulevi wa kupindukia wakiwa kwenye eneo hilo la ndani la klabu hiyo ya Mbeya Pazuri, ambapo walinzi baada ya kuona ugomvi huu umezidi waliweza kufika pale, yani mabouncer, na kuwatenganisha na kuwatoa nje, lakini bado waliendelea na ugomvi huo, na ndipo ilipelekea huyu, wakiwa kwenye maeneo ya maegesho, walipelekea kumuona huyu Emilian Joseph Duzu akichukua kitu chenye ncha kali na kwenda kumchoma huyu Gerald Philbert Saidi ambaye kwa sasa ni marehemu, na alimfuata kwa lengo la of course huyu Gerald Philbert Saidi ambaye sasa baada ya kuamriwa aliendelea kumfuata huyu mtumiwa ili kuendelea na ugomvi, na ndipo alipoweza kuchoma na hicho kitu chenye ncha kali. Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu kama hivi ambavyo nimetaja, vya kutengeneza silaha kinyume na utaratibu, lakini pia kujipatia risasi kutoka kwa watu ambao wanamiliki silaha na kwenda kufanya matukio kama haya ya uhalifu, wajue kabisa kwamba katika mkoa huu wa Mbeya hawana nafasi kama hiyo, kwani mkoa wa Mbeya tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunakabiliana na matukio kama haya ili yasiweze kutokea kwa wananchi. Lakini pia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lipo makini katika kuwashughulikia na kuwakamata kwa haraka sana watuhumiwa wote wanaofanya makosa kama haya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wanafunzi na kuwataka kuzingatia masomo zaidi kuliko kujiingiza katika vitendo hivi visivyofaa vya ulevi ambao unapelekea waingiza katika hatari, na ikiwemo kama haya makosa makubwa ya mauaji. Uchunguzi wa awali baada ya tukio hili kutokea, ndipo ilibainishwa kwamba hili tukio sasa linahusishwa na imani za kishirikina, ambapo 7 kipara na Jifaru Kipara ambao wote hawa ni watoto wa bibi ambaye anaitwa Kweji Rugembe mwenye umri wa miaka 75 wanadai na wanamtuhumu mama yao kuwa ni mchawi au ni mshirikina ambaye ameua wadogo zao pamoja na watoto wao. Sasa kutokana na imani hiyo ndipo walipanga njama ya kumuua. Kwa hiyo walitafuta watu au walikodi watu kwa ajili ya kuja kutekeleza tukio la mauaji, na hao walitoka katika mkoa wa Lindi, na hao watu ambao walikodiwa ni Tabi Deusi pamoja na Shija, na walifanya hivyo kwa makubaliano ya kulipwa shilingi milioni 5. Juni tarehe 8, 2025, Tabi Deusi mwenye umri wa miaka 39 mkazi wa Kilwa Masoko mkoa wa Lindi na Shija walifika eneo la mji mdogo wa Mbalizi, ambapo walipelekwa na mwenyeji wao ambaye ni huyu 7 Kipara ambaye aliwapeleka kulala sehemu kwenye nyumba ya kulala wageni, na hii nyumba iko katika mji mdogo wa Mbalizi hadi Juni 10, ndipo mwenyeji wao aliwaonyesha mazingira na kuwasomesha hiyo ramani nzima ya pale nyumbani kwao ambapo mama yake anaishi. Ilipofika tarehe 13 Juni majira saa 5 ndipo walipoweza kutekeleza
tukio hili kwa kuenda nyumbani kwenye mji huo wa huyo mama Muhanga, na walienda hadi nyumba hiyo wakiamini kwamba yule mama watamkuta, na kweli walipofika wao waliamini chumba alichokuwa wameonyeshwa yumo, na ndipo walipoweza kufyatua risasi na matokeo yake zikamjeruhi huyo mtoto Sizo Jifwaro na kisha watuhumiwa kutokomea. Kwa hiyo baada ya mahojiano mnamo tarehe 15 mwezi wa Juni mwaka 2025 majira saa 1 za jioni, huyu Tabi Deus aliwaongoza askari polisi kwenda kuonyesha maficho walikokuwa wamewekwa, ambako inasadikika pia mtuhumiwa mwingine wa pili alikuwa amejificha maeneo hayo, na pia walikuwa na vitu vingine walivyokuwa navyo ambavyo ni silaha na risasi. Na baada ya kufika eneo hilo lenye korongo na vichaka, ghafla mtuhumiwa alikurupuka na kuanza kukimbia, na ndipo askari waliweza kufyatua risasi hewani zipatazo 3 kwa ajili ya kumtaka asimame, lakini hakuweza kutia mbio halali ya kusimama. Matokeo yake mtuhumiwa huyu baada ya kukaidi ndipo alipigwa risasi moja mguu wake wa kulia, lakini haikumpata vizuri, na ndipo walipoendelea kukimbizana naye hatimaye ilimpata risasi sehemu ya mguu tena, na akaanguka chini, na baada hapo akakimbizwa katika hospitali teule ya Ifisi kwa ajili ya kupatiwa matibabu, lakini kwa bahati mbaya wakati anaendelea kupata matibabu aliweza kufariki dunia. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea pia na msako dhidi ya watuhumiwa wengine ambao wametajwa na huyu mtuhumiwa, ili tuweze kupata mnyororo mzima wa wale wote walio husika katika kwanza kutengeneza silaha hii, na pili kujua hizi silaha wamepata wapi na risasi wamezipata wapi, lakini pia kufuatilia matukio mengine ambayo tayari wamekiri kwamba walikuwa wamekwisha yafanya. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.